Hongera sana. Kazi nzuri. Naitwa Nina. Sijawahi kufeli. Kuna sehemu naenda. Nikirudi jioni tutazungumza zaidi. Sawa, haina shida. Halo, mambo? Safi. Naomba nikuulize kitu. Kipi hicho? Yule mkaka ambaye nilimkuta kwako. Upo naye hapo? Nani Kakoso? Ndio. Nipo naye ndio. Ni nani huyo ambaye ananiulizia? Achana naye. Niachane naye? Naachana naye vipi mtu ambaye ananiulizia? Na sijui ananiulizia kwa sababu gani? Nikionana naye nitamuuliza zaidi. Kisha nitakuja na majibu sahihi ya kujibu. Jibu. Habari yako? Safi tu. Mzima wewe? Mimi mzima. Vipi mwenzangu? Umekuja kimya kimya bila taarifa. Taarifa za ujio wangu wanazo watu wangu wa muhimu tu. Sasa unavyoniuliza kuhusu taarifa, unamaanisha taarifa zipi hizo? Kwa hiyo mimi sio mtu wa muhimu kwako. Wanda bwana, hebu acha kunichekesha basi. Kwa hiyo ina maana hadi hilo pia unahitaji majibu yake? Hivi ni lini utaacha kunidharau na kuniona mimi ni aina ya mwanamke anayekufaa? Kwanza pole sana. Alafu pia acha kujidanganya. Wanda, sio kila mwanamke ana sifa ya kuwa na kila mwanaume anayemuona. Acha ujinga wewe. Yeah.
Vipi? Mbona naangalia sana? Umenifananisha? Bila shaka tulishawahi kuonana sehemu. Kuna sehemu nilikukuta umekaa na mimi nikakaa. Sijui unakumbuka? Nimekukumbuka. Alafu ulisema unanifahamu, sio? Ndio, naitwa Mbwela. Tulishawahi kufanya kazi sehemu moja Mwanza kabla ya kuja hapa. Sijui na hilo unakumbuka? Hapana. Japo ni kweli natokea Mwanza, ila sura yako sio ngeni. Mtajuana zaidi kadri siku zinazozidi kwenda. Kakoso, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Mbwela. Sawa. Sengo, mpaka sasa nipo njia panda. Sijui kipi ni kipi na natakiwa kufanya nini. Maana naona siku zinazidi kwenda. Ina maana Sengo, mmeshindwa kabisa kukabiliana na kina Morin. Hilo tuachie sisi. Na kazi kubwa sana nataka kuifanya juu yao. Na mji mzima huu atasikia kuwa Simba la Masimba Sengo ana roho mbaya sana kwa mtu ambaye anataka kupimana uwezo na mimi. Sawa. Ila mimi na mwanaume nilianzisha naye mahusiano baada ya kifo cha Kakoso. Na huwa mara kwa mara ni mtu wa kusafiri. Lakini kwa sasa amerudi. Hii itakuwaje kama Kakoso atakaa sawa? Inanipa wasiwasi. Kwa sasa yuko naye. Ila zoezi likikaribia kukamilika, nitakupa taarifa mapema ili ujue nini cha kufanya. Vipi, kuna tatizo? Ndio. Nawaza watu wanaonizunguka wananichukuliaje wanapokutana na Kakoso barabarani. Kama watamwambia mimi nipo na mahusiano. Leo itakubidi uende nyumbani kwa Sengo kwa njia ya Kisidole, ukiwa kama mwana wa Mazinde. Na hii ni kwa sababu tu uweze kubaini kuwa kivuli kipo kwa Sengo au kwa Ndabilenze. Nitawezaje kujua kama kipo kwa Sengo au Ndabilenze? Kwa kwenda kwa Sengo tu. Ninaposema uende nyumbani kwa Sengo, nilikuwa namaanisha pindi utakapokuwa unakwenda nyumbani kwa Sengo, basi na mimi nitafunga safari kuelekea kwa Ndabilenze. Leo kivuli cha Kakoso hakitakiwi kuwa mbali nasi. Na vipi kama nikikikuta? Wala kuna la ziada. Ni kuhakikisha unakuja nacho mpaka hapa ili hiyo kazi ianze mara moja, kama alivyotuagiza mzee Mazinde. Sawa. Ila ninakuomba uwe makini sana pindi unapoenda kwa Ndabilenze. Usije ukajikuta umeingia kwenye mtego wake na tukajikuta tuna kazi mbili badala ya moja. Dada, asante kwa kujali. Ila hupasi kuwa na hofu juu ya uwezo wangu. Ndabilenze hawezi kunizuru kwa aina yoyote ile. Labda kama mimi sio Mzidole wa Wazidole, mwana wa Mazinde. Sina maana kuwa nina mashaka na wewe. Rahasha. Ila tahadhari ni muhimu kabla ya hatari. Nimekuelewa vyema. Nimekuelewa vyema. Ila basi na wewe unatakiwa kuwa makini sana pindi utakapokuwa umekwenda nyumbani kwa Sengo. Japo sina imani kwamba anaweza kukuzuru kwa sababu ya uwezo ulioko ndani mwako. Hakika umepewa uwezo mtukufu na hakuna yeyote yule ambaye anaweza kukuzuru pindi utakapoamua kuchanua mbawa zako. Henunganani hadi tiapo ambola nini kundatobwa. Uwembo nani ni kuvona disi esina nani hadi tiapo hao.
kicho kwa himbo la nani hadi jambwao. Udindi. Unadi tiamboa. Kwanza nikupongeze kwa kazi uliyoifanya. Maana kazi imeenda vile vile tulivyokuwa tukitaka. Naitwa Nehna. Huwa sifeli mambo madogo kama haya. Tena kuhusu wanaume, huwa najua udhaifu wao. Una balaa sana. Na ilikuwaje mpaka akakubali kuchukua mabegi yake na kuhamia kwako? Kwani unanionaje? Niangalie kwa makini. Au kwa kuwa umenizoea? Ni sawa. Ila ulikuwa unataka kusema nini? Nina mapungufu yangu kama binadamu. Ila wanaume kutoka kwenye mitego yangu sio jambo rahisi. Ongea nini kinafuata? Sawa. Sasa iko hivi. Kitu cha kwanza unatakiwa kuhakikisha kuwa huyu mtu atoki nje mara kwa mara. Na hata kama atatoka basi angalia na namba za kuwa naye karibu. Hilo limeisha. Kuna lingine? Lingine kama anakufaa jiongeze. Ili kazi iweze kuwa ngumu kwao. Hilo niachie mimi. Nitajua lipi ni lipi. Bikidude. Mashavu mbinuko. Binti mweusi. Naona leo umeamua kunitembelea. Karibu katika himaya ya Simba. Simba la Masimba Sengo. Nahitaji kivuli cha Kakoso leo. Na si maneno yako ya ngonjera. Bikidude, kumbe maneno yangu unayachukuliaga kama ngonjera eh? Sawa. Basi endelea na ajenda ilokuleta. Ili nipimane uwezo na wewe vizuri. Bado una hamu ya kutaka kujua uwezo wangu. Sio? Okay. Kwa hivyo ninavyokuangaliaga unahisi kama unaniweza mwenyewe, si ndio? Binti mazinde wala. Ndo babako kakutuma. Mama wewe, toba. Yala. Toba. Astaghfirullah. Mchezo sio kuvizia na mchezo unahitaji maandalizi. Kila mchezo unahitaji maandalizi. Tulia tujiandae. Kivuli cha Kakoso kipo wapi? Nisikilize wewe binti. Acha kunipiga mkwala. Sawa? Yaani hapo upate majibu yoyote. Labda Yesu arudi. Mama wewe! Mama wewe! Toba. Oya, Molini. Oya. Mchezo na vyanzo vya uzazi Molini. Sitaki mchezo na vyanzo vya uzazi Molini. Mama unaniumiza mimi. Hey. Kivuli kipo wapi? Kiukweli mimi mwenyewe hata sijui. Kimenitoroka mimi mwenyewe sijui hata kilipoelekea. Wewe binti wewe. Wewe kenge wewe. Toba bandumwe. Asharara. Astaghfirullah. Ikipigwa kimeingia mshenye ndo amekaa. Huyo binti nisipomfanyia mazoezi ya kutosha
anaweza kanizalilisha walai. Anaweza kanikia hata mimba atunguli. Toba. Ila akikutana na mimi tena lazima aite ukoo wake wote. Yeye na makungu na mashoga zake. Toba. Hilo mimi sina uhakika nalo. Na sijui kama kweli mnahusika au hamuhusiki. Na ndio maana kwa kipindi chote hicho nilikuwa sijasema lolote. Nilikaa kimya. Lakini nina imani utakuwa unajua lolote lile juu ya hilo linaloendelea. Majibu ya hilo ndio ninayo. Ila sidhani kama utaamini. Kwa nini una mashaka juu ya imani yangu? Aliyakuwa wewe jukumu lako ni moja tu. Kuniletea taarifa ya kila kinachoendelea. Ungalitana ni Oya. Mr. Continental. Mwanaume ambaye Mwasi alianzisha naye mahusiano ndiye mhusika wa kila kitu. Na mchezo mzima uliofanyika juu ya Kakoso ni yeye ndo anaujua. Na anaujua vyema. Unamaanisha Mbwela, si ndio? Mash. Sasa inawezekana vipi akawa ni Mbwela? Hali ya kuwa Mbwela ndiyo mtu pekee aliyekuwa karibu sana na Mwasi kwa kipindi chote kile alichokuwa na matatizo. Nikuvona hari kama mtu muni kuvure hiki kia ndeje lija hako. Na ndo maana mwanzo nilikwambia kuwa sidhani kama utayamini, ila ukasema nisiwe na mashaka na imani yako. Ni sawa. Kama unaamini hivyo, basi acha tuone. Vipi tena na wewe? Pesa umekula na mpaka sasa kazi yangu kimya. Au ndio siku hizi uwezo kutafuta taarifa huna? Toka lini Kicheko akashindwa na jambo? Ukiona Kicheko ana taarifa ya mtu, basi hakuna mtu yoyote atakuwa na taarifa. Niambie, mpaka sasa una taarifa gani kumhusu Nana? Ni kweli, Nana anatembea na Yuzo. Na tena muda huu wapo wote. Upo Nyonyo, upo. Wewe vipi? Mbona sikuelewi? Unielewi vipi? Achana na ongea yangu. Wewe zingatia tu taarifa. Makubwa. Dume zima kalegea kulikoni? Au anaupiga? Kazi yako ndo hiyo. Nana anatembea na Yuzo na muda huu wapo wote. Wapo nyumbani kwake, wanaenjoy, wanakula bata. Una uhakika na hiyo taarifa? Naitwa Kicheko, mzee wa free delivery, na taarifa zako zimepimwa na TBS na kuhakikishwa. Usengo, kama nadhani amenikomoa, wala kazi ndo kwanza inanoga. Uzuri nikiwa naongea taarifa za kawaida na kaza sio mbaya. Hapa ni mwendo wa free delivery, hakuna kupoa. Kwanza acha nikatoe taarifa zake mwenyewe. Mbaya Ji. Hatimaye nimekupata Ndabirenze.
wasishindwe na kitu chochote napotaka jambo langu. Naomba umwachie mara moja na uondoke. Narabuku, wewe ni mtoto mdogo na kwangu bado sumbui. Kukukimbia siku zile isikufanye wewe ujione mshindi. Chizi wewe. Mimi chizi kweli. Nimesema mwachie mara moja kabla sijakuadhibu. Usione raha, usiombe akukute na hayo wasikie kwa mwenzio. Hicho kiburi alikuwa nacho baba yako, lakini nilimtia adabu, nikamtia adabu tena, akaukimbia huu mji.